Kuna vitu 6 vinavyochukia anavyozichukia Bwana, naam, viko 7 vilivyochukizwa kwake: macho ya kiburi, ulimi wa uongo, na mikono imwagayo damu isiyo na hatia. Moyo uwazao mawazo mabaya, miguu iliyo mwepesi kukimbilia maovu, shahidi wa uongo asemaye uongo, naye apandaye mbegu za fitina kati ya ndugu. Amen, haleluya. Hivi ndivyo Biblia inavyosema, ati kwamba kuna mambo 7 yaliyochukizwa ama yale Bwana anayoyachukia, na tunapoendelea na kuona yale mambo, tumeona ya kwamba ushirika wetu na Mungu utadhoofika. Haleluya, Bwana sifiwe. Hakuna mtu mahali hapa angependa wakosane na Mungu, kwa sababu tumesikia kwamba wakati Mungu anakuacha, wakati hampatani na Mungu, kuna mambo yakuja katika maisha yetu. Tumesikia kwamba wakati Wanaisraeli walikosana na Mungu, waliachiliwa, ama wakati Mungu aliwaondokea, walifanywa na adui zao. Siku hii ya leo unanisikia, ni vizuri uwe na mapatano mazuri kwake Bwana, kwa sababu unapopatana na Bwana, huyu Mungu wetu hatakuachilia, atakuwa na wewe katika maisha yako. Unapokosana na Bwana, haleluya, unapokosana na huyu Bwana, kuna mambo mengi yanayokufuata. Haleluya, Bwana sifiwe. Unapokosana na Bwana, wakati hamuko mshirika mmoja na Bwana, kuna mambo unakuja ya kwamba inakufuata. Haleluya. Kama hawa Wanaisraeli walipokosana na Mungu, kuna mambo iliweza kuwafuata. Haleluya. Hebu tusomee Judges 6 mstari wa 2. Waamuzi 6 mstari wa 2. Mkono wa Wamidiani ulikuwa na nguvu juu ya Waisraeli. Tena kwa sababu ya Midiani, wana wa Israeli walijifanyia hayo mashimo yaliyomo milimani na hayo mapango na hizo ngome. Amen. Atia kwamba mkono wa Midiani ulikuwa ukawa wa nguvu dhidi ya Waisraeli. Kwa ajili ya Midiani, Waisraeli wakajitengenezea mahali pa kujificha milimani kwenye mipango na ngome. Haleluya. Ya kwamba wakati walikosana na Mungu, wakati hawakuelewana na Mungu, uoga ukawaingia. Bwana sifiwe. Biblia inasema ya kwamba hawakuwa wanaishi katika nyumba zao. Amen. Hawakuishi katika nyumba zao, walijitafutia ngome katika huko milimani, kwa sababu waliogopa. Wakati unakosana na Mungu, wakati haupatani na Mungu, unakuja ya kwamba uoga unakuingia. Bwana sifiwe. Haleluya. Wakati tu Mungu anakuondokea, unakuja ya kwamba uoga unakuingia. Ukicheka kidogo, haleluya, ukipatwa na uoga na ugonjwa kidogo, haleluya, unaanza
kuogopa. Haleluya, Bwana sifiwe sana. Unaweza kufikiria pengine mwenzako amekuloga. Bwana sifiwe. Haleluya. Unasikia kwamba huyu mtu ameniroga kwa sababu umeingiwa na uoga. Haleluya. Katika familia unakuta kwamba unaenda kutafutilia mambo. Haleluya. Sijui mzee alisema na muda gani, sijui shoso alikuwa alisema na muda gani, sijui, yani unaanza kutafutilia hiyo mambo kwa sababu uoga umeingia ndani ya maisha yenu. Haleluya, Bwana sifiwe sana. Mtu aliye mgonjwa anajua kwamba Yesu Kristo anaponya. Bwana sifiwe. Hatafutilii mambo. Haleluya. Hatafutilii nani ameniroga, hatafutilii hiyo mambo, bali anajua kwamba our Jesus is here, ya kwamba Yesu Kristo anaponya. Haleluya, Bwana sifiwe. Familia iliyo ndani ya Mungu, familia inayopatana na Bwana, Bwana sifiwe, inajua kwamba wakati mambo yameharibika, haleluya, hawaendi kutafutilia mambo, bali wanajua kwamba laana zote Yesu Kristo aliweza kuzimaliza. Bwana sifiwe. Haleluya. Sio wakati wa kwenda kutafutilia mambo. Amen. Amen. Bwana sifiwe. Amen. Sio wakati wa kwenda kwa waganga. Ndio. Haleluya. Sio wakati wa kwenda kumaliza jinsi laana itakavyoisha. Ukweli ni kwamba Yesu Kristo alimaliza laana zote. Amen. Katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Amen. Siku hii ya leo ukiona unaenda kutafutilia mambo, Bwana sifiwe. Haleluya. Ujue kwamba tayari hamuko ushirika mmoja na Mungu. Yes. Hamupatani na Mungu. Bali mnapopatana na Bwana. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Kuna ule ujasiri wa kujua kwamba huyu Mungu kuna kitu akafanya. Yes. Ni kwa sababu Bwana ni mwema. Ndio. Wakati uko na uoga, kama vile tunafanya biashara hapa. Ukiona mwenzako anauza kuliko wewe, Bwana sifiwe. Haleluya. Amen. Bwana sifiwe sana. Amen. Ukiona mwenzangu anauza kuliko mimi, unaweza kufikiria mambo zingine. Haleluya. Unafikiria huyu ameenda mahali pengine. Haleluya, ndio anafanya biashara sana. Haleluya. Lakini hakuna hiyo. Haleluya. Yule anayepatana na Bwana anajua kwamba bado kuna tumaini. Nisipouza leo, kesho nitauza. Amen. Haleluya. Amen. Kama hauna tumaini la kesho la maisha, ujue kwamba hamupatani na Bwana. Ni wakati wako wa kusimama imara. Ni wakati wako wa kusema ya kwamba ningependa ushirika na huyu Bwana. Ni kwa sababu ukiwa ushirika na Bwana, hakika hutaogopa kamwe. Amen. Haleluya. Watu walio na ushirika mzuri na Bwana hawaogopi. Ni kwa sababu wanajua kwamba waliyembeba, waliyemwamini ako na nguvu kuliko nguvu zote zinazomzingira. Haleluya. Ndio mwanadamu wakati wowote anazingirwa na maovu, anazingirwa na wivu. Haleluya. Anazingirwa na vitina. Haleluya. Anazingirwa na mambo mengi mabaya. Lakini kama umebeba Yesu Kristo, kama unamwamini Yesu, ukweli ni kwamba aliye ndani yako ako na nguvu kuliko nguvu zote. Amen. Haleluya. Hii leo mpendo, unayesikiza, unayesikia hii habari, unayesikia huu ujumbe, usiye ya kwamba ni siku njema, ni siku yako upatane na Bwana ili uoga ukuishe katika maisha yako. Amen. Haleluya. Amen. Bwana sifiwe sana. Amina. Haleluya. Amina. Ya hayo mambo unayoyatenda, hayo mambo unayoyatenda, hayo mambo unayoyatenda kinyume na Yesu Kristo, kinyume na maandiko, ujue kwamba inatokanaga na uoga, kwa sababu hauna ushirika mzuri na yeye Bwana. Ni wakati wetu wapendwa, tutafute ushirika na Bwana. Tutafute ushirika na Bwana, kwa sababu ushirika wake Bwana ni kujua na kugundua ya kwamba ndani yangu niko na Yesu, ndani yangu niko na nguvu, niko na nguvu
kuliko nguvu zote zinazonizingira. Haleluya. Amen. Haleluya. Amina. Bwana siwe sana. Amen. Adhuhuri hii ya leo, kaa katika Yesu, kaa katika nguvu zake Bwana. Ninaamini kwamba Mungu wetu hakika atazidi kutubariki. Jambo lingine linakushika wakati mnaachana na Bwana, wakati hauna ushirika mzuri na Bwana, kuna jambo lingine linakuja. Yes. Haleluya. Amen. Hebu tusomee mchungaji, tusomee Waamuzi. Waamuzi 6. Hiyo tu tunasoma kutoka 3. Basi ikawa hapo Israeli walipokuwa wamepanda mashamba, Wamidiani wakakwea na Waamaleki na wao wana wa mashariki wakakwea juu yao, wakapanga marago juu yao na kuyaharibu hayo maongeo ya nchi hata ufikapo Gaza, wala hawakuacha katika Israeli riziki ziwazo zote, kondoo wala ng'ombe wala punda. Yaani Biblia inasema ya kwamba walipofamiwa na Wamidiani, basi walipopanda, wanasikia sana. Haleluya. Wanasikia walipopanda mimea zao, walipopanda mifugo yao, mimea yao, Biblia inasema ya kwamba zilizokuja kukomaa, inasema ya kwamba Wamidiani walikuja na wanafamia mashamba zao, na wanapofamia, Biblia inasema ya kwamba walimalizia kila kitu, walitoka pale kama kila kitu yote inaisha katika mashamba. Walibeba mifugo, wakaharibu mimea, zingine wakabeba. Kwa hivyo Wanaisraeli wakati ule walikuwa na njaa tele tele, kwa sababu hakuna kitu walivuna. Haleluya. Amen. Hiyo ni jambo moja la kukosa kupatana na Mungu. Wakati hakuna ushirika na Bwana, you do not have any defense. Hauna ulinzi wowote. Bwana sifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Wakati hakupatani na Bwana, wakati hakuna ushirika na Bwana, Yes. Biblia imetuambia kwamba you do not have any defense. Hauna ulinzi wowote. Hauna. Vitu zako hazina mtu anayezilinda. Hakuna. Mungu halindi mali zako. Unakuta kwamba mali zako zinapotea kwa sababu hauna mlinzi, hakupatani naye Bwana. Hilo ni jambo moja. Wakati watu hawapatani na Bwana, ya kwamba mali zako hazina yule anayezilinda. Haleluya. Amen. Bwana sifiwe sana. Amen. Ni wakati mzuri wapendwa, tupatane na huyu Bwana. Yes. Tukae ndani ya huyu Bwana. Ni kwa sababu tunapokaa ndani ya Bwana, Biblia imesema kwamba hata mali zetu hizi tunauza, haleluya, Bwana ataweza kuzilinda. Amen. Kuna watu wanaleta mali, haleluya, Amen. ya biashara, haleluya, Amen. unakuta ya kwamba wakati wote yeye anauza hasara, haleluya, wakati wote yeye ni kupiga kelele, kwa sababu aliuza hasara. Wengine wakiuza na faida yake anauzaga hasara. Bwana sifiwe sana. Kwa sababu yake haina mlinzi, hakuna wa kulinda, zinavamiwa, zinakuja kuchukuliwa rahisi. Haleluya. Zinauzwa bei ya high price. Kwa halia. Kwa vile roho washo. Amen. Haleluya. Amen. Akiwewa hakuna ile roho kwa halia. Aliyo beda goro, beda na faita, kwa vile roho washo. Amen. Haleluya. Amen. Beda goro. Ndio na faita. Ndio na kwa halia.
Nitondo ndio hiyo cia kwiti na mundu wako ciagera. Haleluya. Amen. Haleluya. Nitondo msina kwa kule wajana na hakai. Ni wakati mzuri wapendwa. Tuwe na ushirika mzuri na Bwana. Na hakika atalinda mpaka mali zako. Atalinda mpaka maisha yako. Haleluya. Amen. Haleluya. Hawa Wanaisraeli walikaa njaa. Sio ya kwamba hawakufanya kazi. Walifanya kazi katika mashamba yao. Lakini siku zote walikuwa wanalia njaa. Wala sivile. Imagine unafanya kazi katika shamba yako. Unapata vizuri lakini bado unalia njaa. Oh, haleluya. Imagine pia unafanya kazi kupendwa. Haleluya. Kwenda kutafuta mali. Wala sivile. Kuna vitu 6 vinavyochukia anavyozichukia Bwana, naam, viko 7 vilivyochukizwa kwake: macho ya kiburi, ulimi wa uongo, na mikono imwagayo damu. Kuna watu ambao wanajua hiyo siri. Kuna watu wanajua siri ya kutoa, na wakati wa kutoa hata wengine sio lazima mwambie toa. Wewe anajua hiyo, anajua ni nini anafanya, kwa sababu unamtolea Mungu. Unamtolea Mungu, hautoi kwa mwanadamu, unatolea Mungu. Hiyo sadaka yako inaenda kufanya kazi ya Bwana. Maana sisi wenyewe huwa tunashiriki katika kule kutoa, tunashiriki kutoa, na sisi tunajua kutoa. Na wakati tunapomtolea Mungu, wapendwa, hatuaibiki. Tunaona yale Mungu anatenda katika maisha yetu. Kwa hivyo wapendwa, toa kwa moyo mbutufu, naye Mungu atakubariki. Asanteni mnapoendelea kutoa. Amen.
sifa. Mataifa yote yanakutania, furahini Mungu usiyeshindwa. Mataifa yote yanakuabudu, furahini Mungu usiyeshindwa. Usiyeshindwa, usiyeshindwa, furahini Mungu usiyeshindwa. Tunaelekea tu tukimalizia, lakini tunamshukuru Mungu kwa kuwa amekuwa mwema pande yetu, na tuna imani ya kwamba huyu Mungu ambaye tumeleta ujumbe wake mahala hapa atafanya mambo yawe sawa. Pengine unaweza kuwa unapitia hali ngumu, huyu Mungu tunakuletea ujumbe na habari zake anaweza kubadilisha hali zako. Pengine unaweza kuwa unapitia mambo mazito, hata pengine umefika mwisho wa mambo. Nataka tukuhakikishia kwamba huyu Mungu ambaye tumeleta neno lake mahala hapa ana uwezo wa kubadilisha hali na mambo, kwa sababu kwake yote inawezekana. Kwake yote inawezekana, hakuna lisilowezekana na huyu Mungu. Kwa hivyo nataka tu nikuhakikishie ndugu, dada yangu, unaweza kuwa kuna mambo imekufunga, mambo mengine ambayo hata unashindwa utaanza wapi na utamalizia wapi. Nataka nikuambia kwamba huyu Mungu ambaye umesikia ujumbe wake siku ya leo ako na uwezo, ako na uwezo. Maana huyu ni Mungu muumba wa mbingu na dunia. Yeye ndiye anashikilia ile mbingu ambayo tunaiona, na yeye ndiye anajua hata kile kimeshikilia hii dunia ambayo tunatembelea. Kwa hivyo kwake yote inawezekana. Ndugu yangu, usife moyo, naendelea tu kumtumainia Mungu na kumwamini Mungu, kwa sababu hivi karibuni utamuona akifanya maajabu. Yes, kwake Mungu yote inawezekana. Huyu ni Mungu ambaye neno lake nasema ya kwamba huwezi ukamfananisha, hata hauwezi ukamlinganisha, kwa sababu kama aliweza kutubadilisha sisi, anaweza kubadilisha yeyote. Kuna wengine ambao wako mahali hapa, haya kabla hawajapatana na Yesu haungeweza kuwapenda, hawangependeka, kwa sababu walikuwa wameteswa, walikuwa wameonewa, walikuwa wamefinyiliwa, lakini wakati waliposikia ujumbe wakaamini, wakapata kubadilika. Kwa hivyo watu wa Mungu, mahali hapa ambao mnatuona, tuko hapa kwa sababu Mungu ameweka mzigo ndani yetu kuleta ujumbe na kuleta neno, na sio tu neno, hata kuomba kwa ajili ya soko letu, kwa sababu tuko na matumaini makubwa ya kwamba katika hii soko ambayo ilikaa kama imesahaulika, hivi karibuni kutakuja kutokea kitu kizuri, na mimi kwangu nina imani ya kwamba katika hii soko kutakuja kutokea watu wakubwa katika hii soko ambao watafanya hata hii soko iheshimiwe zaidi, ikaheshimiwa zaidi, kwa sababu hayo maombi ambayo tunaomba huwa inamfikia Mungu. Kumalizia
Asante sana kwa Mungu kwa ajili ya muda huu. Najua ya kwamba hakuna mtu ambaye alikuwa na jambo amefungiwa. Yote aliyekuwa na jambo, muda na nafasi ilikuwepo. Bwana asifiwe. Kabla nikaribishe anayetufungia kwa ombi, nikubalishe kwanza nikushukuru na niwashukuru sana kwa nafasi yenu kutupa muda wenu, tuwapigie makelele, kutupa muda wenu tuwasubie tusimamishe biashara zenu, kutupa muda wenu tusimamishe kila jambo katika hii barabara kwa ajili ya neno la Mungu ni heshima kuu, na kwa ajili ya hiyo heshima kuu nasi tunahisi kuheshimika sana kwenu, nani muhisi mumeheshimika sana kwetu. Kwa ajili ya upendo wa Bwana unaendelea kudhihirika kwa mataifa. Mungu aweze kuwabariki, kuwainua na kuwatenda mema. Tutakuwa hapa tena tarehe 31 mwezi wa Disemba 31st. Ni January 31st, sorry. Ni Disemba. Okay. Majulisho ilikuwa ni Disemba tarehe 18. Disemba 18 tutakuwa hapa. Nilikuwa nimeona kama tulikuwa tumeanza ikiwa 31st. Nikakumbusha tulikuwa tumesema ujuaji watu hawatakuwa tuilete 18. So Disemba 18 tutakuwa pahala hapa, na Mungu azidi kuwabariki na kuwainua. Nataka kumkaribisha kwa Ramati aweze kutufungia kwa maombi. Karibu sana. Asante sana, nashukuru kwa sababu ya muda. So tumekuja kumaliza na kwa maombi. Nasikia neno neno inapeangwa, mipango inapandwa. Kwa hivyo uende kutafakari hiyo neno, na ukitafakari hiyo neno wapee Mungu jambo na atakuja kutendea. So asante sana kwa wale ambao wametusikiza siku ya leo. So tunakuja kufunga. Asante mnyamazi wa leo, coordinator, mtu wa vyombo. Nasema ni asante. Asante, tumaliza na tuombe. Bwana, katika jina la Yesu Kristo, nasema ni asante kwa sababu ya nafasi njema ambayo umetupea Bwana, tuweze kunena kwa watu wako Bwana. Nasema ni asante kwa sababu ya muda ambao umetupea, hata watu ambao wanatusikiza siku ya leo. Nasema ni asante kwa sababu ya soko ya leo Bara Market hapa Nyayo. Nasema ni asante kwa sababu umejibu maombi yangu Bwana. Bwana, sana asante kwa sababu wakati mambo yalikuwa yanatokea mahali pa Bwana, nilikuwa nauza nini itafanyika Bwana. Nasema ni asante kwa sababu Bwana ulikuwa najibu Bwana, Bwana aje uko najibu ya kila jambo Bwana. Nasema ni asante hata kwa sababu ya coordinators, kwa sababu ya vyombo, hata kwa sababu ya mhubiri wa siku ya leo Bwana. Bwana, sasa tunaikabidhi kwako, tukisema ni asante. Wanaofanyia kazi mahali hapa tunawakabidhi kwako Bwana, katika jina la Yesu Bwana. Tunasema ni asante, tukiharibu mipango yote ya mwovu Shetani katika soko Bwana, katika jina la Yesu Bwana.
tumeshuhudia mambo mengi ikitokea Bwana, tumeshuhudia mambo ya moto Bwana, lakini kwa sababu ya siku ya leo Bwana tumesimama mahali hapa Bwana, tunaharibu kazi yote za mwovu shetani katika jina la Yesu Bwana. Kila mtu ambaye anaweza kuwa amepanga jambo mbaya kwa wafanyakazi hapa Bwana, kwa biashara hapa Bwana, tunasabaratisha katika jina la Yesu Bwana. Mipango yote ya wachawi na waganga tunaiharibu, tunaweka chini ya nyayo zetu katika jina la Yesu. Na nikiwa kwamba Roho Mtakatifu akatawala katika hii nyayo market katika jina la Yesu Bwana. Tunakumbuka kila mfanyakazi, tunakumbuka familia zao, tunakumbuka jamii zao, tunakumbuka watoto wao Bwana, katika jina la Yesu. Tunaomba amani ikadumu mahali hapa Bwana, na ikadumu katika familia zetu, ikadumu katika taifa la Kenya katika jina la Yesu. Watu hao utangaza katika kila area katika jina la Yesu Bwana. Hapo maizia Bwana tunakumbuka nchi ya Tanzania ambao wanapitia hali ngumu ambayo tulikuwa nayo Bwana. Tunaombea mahali pale amani mahali pale Bwana katika jina la Yesu. Tunajua kuna watu wanaofanyia kazi mahali hapa ambao wanatoka katika nchi ya taifa Bwana. Tunaombea amani mahali pale Bwana katika jina la Yesu. Watu wanapotoka mahali hapa tunajikabidhi kwako. Tunaomba hata ulinzi wa kiutawala ikawe juu yetu katika jina la Yesu Bwana. Ukae nasi Bwana. Napo tukuje kukutana siku nyingine Bwana. Sio na tukufu na kurejeshia. Kwa kiasi cha tukufu maana umesema na umetenda. Na katika jina la Kristo tunaomba na kuamini. May the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. Mungu awabariki na wainue na watende yaliyo mema. Ni kwa wema wake ambaye tumeonekana siku ya leo. Ni kwa wema wake tukawepo siku ya leo, si kwa nguvu, si kwa uwezo wa mwanadamu, bali kwa wema wa Bwana tukaonekana siku ya leo. Mungu azidi kuwabariki mpaka Disemba tarehe 18 tutakapopatana nanyi tena pahala hapa. Mungu azidi kuwabariki na kuwainua. Tutafanya kazi